Wanaume leo natamani mnijibu swali hili. Kwamba huaga kuna vitu gani vinaendelea kwenye vichwa vyenu to a point mtu anafikia kufanya maamuzi ya namna hii. Unaungana na wanaume wenzako 11 mnakuwa 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mnaenda kumwingilia mtoto kijana wa miaka 13. Huyu ni Mohamed kutoka Morocco, kijana wa miaka 13 aliyeingiliwa na vijana 12 at one time. Hapa mnavyomuona yupo hospitali ambapo hawezi kutembea vizuri na alikuwa pia hawezi kuzungumza vizuri kwa sababu ya mambo yaliyomkuta. Mohamed ni kijana ambaye ni yatima, hana baba yake alishafariki. Anaishi na mama yake ambaye mama yake pia ni mlemavu ambaye hajiwezi. Kwa hivyo Mohamed inabidi afanye kazi, auze vibegi, auze sijui asaidie kupaki magari ili aweze kupata pesa ya kumsaidia mama yake. Sawa. Kwa hiyo hivi juzi kati Morocco kulikuwa kuna festival. Hiyo festival ilikuwa ina attract watu wengi na sio festival ya siku moja. Unajua festival zinakuwa na inaweza kaenda hadi wiki. Kwa hiyo Mohamed akaona this is the great chance ya mimi kwenda kwenye hii festival. Kwanza niende nikatafute pesa kwa kuuza bidhaa zangu, lakini pili niende na mimi nikaenjoy, niweze kuexperience hiyo event ambayo actually it's big. According to magazeti ambayo nimeyasoma, Mohamed badala ya kuchukua hatua kama vijana wengine kutoka nchini Morocco wanazozichukua, wanakimbia nchini humo, wanakimbilia Ufaransa, wanakimbilia nchi zingine kwa kuzamia kwenda kutafuta pesa, lakini yeye Mohamed aliamua kwenda kwenye hiyo event na kutafuta ili apate pesa leo, asianze kuhangaika kukimbia nchini kwake, aende akatafuta maisha mazuri nchini kwingine wakati anamhudumia mama yake. Nadhani Mohamed alivyokuwa kule kwenye hiyo festival alikuwa drugged, alipewa kama ni madawa au labda ni alcohol, I don't know, haikuwa specified, na baada ya kupewa hiyo hakawa hajielewi, hakawa unconscious. Kwa hiyo wale wanaume took turns 12 wakamuingilia, wakamwacha hapo. Sasa according to the witness, according to mtu ambaye ni shahidi ambaye alimuona Mohamed, anasema kwamba Mohamed alikuwa anajaribu kurudi nyumbani kwao kwenye mji wao kwa sababu alikuwa ameenda kwenye mji mwingine, ndio hiyo festival ilikuwepo. Kwa hiyo wakati anataka kurudi kwenye mji wao, alikuwa anatembea kwa shida. Alikuwa kwenye condition ambayo mpaka yule shahidi akanasema this is too much, inabidi apelekwe hospitali. Kwa hiyo apelekwe hospitali, wakamfanyia uchunguzi, wakagundua kweli kijana ameingiliwa kinyume na maumbile, kwa maana pia amebakwa. Kwa hivyo ahamishwa kwenye hospitali nyingine. Akahamishwa kwenye hospitali nyingine mpaka at the end bado alikuwa hawezi kuzungumza na alikuwa hawezi kutembea, na sasa hivi anapatiwa msaada wa kisaikolojia kwa sababu guys, wanaume, I'm back to you, it's true. Hivi kitu gani ambacho huwa kinaendelea? Kwa sababu hizi kesi nao zimekuwa nyingi. Hata kwenye taarifa za vyombo vya habari huko nchini Morocco, wakiwa na ripoti hii issue nzima ya Mohamed, wana relate pia changamoto ya watoto wa kiume wadogo kuingiliwa kinyume na maumbile. What is wrong? Tuambieni. Ebu be honest. What is wrong? Yaani unaweza kawa umekaa unawaza, mmekaa watu 12 mkakubaliana, coming into conclusion, sawa, fresh, tunafanya. Mimi nimeona juzi, leo kuna mtu amenitumia one of the messages, ameniambia kwamba Louisiana, one of the states in Marekani, wamepitisha sheria kwamba mtu yoyote mwanaume yoyote atakayemuingilia mtoto kinyume na kumbaka, kumuingilia kinyume na maumbile mtoto, unaenda, moja ya hukumu zako ni unaenda kutolewa hizo balls ambazo mnazo zinaenda kutolewa, mnafanyiwa surgery, zinatolewa. Nadhani hiyo ikiwa implemented nchi zote duniani, maybe sijui wanaume watapata shame, watapata uoga. Yaani kama kuna sheria in place, yaani mtu ukikutana na haya makosa ya staili hii, usipewe kifungo sijui cha maisha, usipewe sijui kifungo sijui cha miaka 50, sijui nini, wala hata usipewe kifungo usipewe hukumu ya kifo. Mimi, from what I think, from my perspective, this is my opinion,
nadhani huyo mtu ambaye anakutikana na haya makosa inabidi awe tortured, asikie yale maumivu, asikie humiliation aliyoipitia yule mtu mwingine, kwa sababu yule mtu mmemvua utu wake. Hamwezi mkarudisha back, yani hamwezi mkarewind akarudi kuwa a normal person. No, yani ameshaharibiwa kisaikolojia, and this is really bad. Na ndio kitu ambacho I have been preaching so much hiki kipindi tangu sijui mwezi umeanza, especially kwa Tanzania. Hiki kitu nacho kinakuwa, guys, men, chukueni muda kwenye vikao vyenu vya mwaka, hebu keep yourselves in check. Mkikaa kwenye vikao washikaji kwa washikaji, hebu semaneni kidogo. Nadhani mkisemana nyinyi kwa nyinyi, it can make it better. Until next time, bye.